Ikachama chetwe. Welcome. Hata nyinyi mkikuwa mama dhainiro mtazima moto. Karibu upike ugali, alafu upike kengine kadogo kasukura pamoja na hii kubwa. Mimi nitakaa hapa. Upende, usipende. Nakumbuka hata ukitaka mama, ukitaka bibi, ukitaka bwana, ukitaka kila kitu. Alikuwa akisema oye, na nimesema sorry. Hata pika single kama mimi. Maisha itaendelea. Kwanza alikuwa na kinyasa ile ya white. Ati? Unawafundisha ati wao ni hawana stress kama wasichana wadogo hivi. Stress free. Mpaka anaona mimi ni mzee kwa sababu ya hii ati nipake rangi. Hebu niwaambieni hawa watu wametafutwa. Kwani umepata mtu? Hakuna mtu ambaye apendi kupendwa. Na ukipendwa pendeka. Ndio wakati wanawake saba na mwanaume mmoja. Wanawake wanaweza kubali. Na hiyo ni mdomo tu, akisikia wake ati akajishikilia kwingine ati ni wasamba hata wapili. Si ni maandishi inasema. Wewe umekubali. Lakini hapana hapo hapana. Hapo yeye alikuwa anajua. Sasa msichana amefanya hivi. Si wakati huu sasa ni msimu tu wa masimu, kila mtu wako kwa simu. Hata unaonaga kwa nyumba usiku watu wanakuwa na nyamaza tu, mtu wako hapa. Hata unaweza itana mara 10. Nakwambia na kwa akili zake ziko kwa simu. Unaona mtu akicheka, mtu ana smile, baba ako pale, mama ako pale, mtoto ako pale. Kila mtu na kicheko yake. Nafikiria ni TikTok. So huyu msichana akaingia tu kwa Facebook na akapata kijana. Akaona kijana mzuri sana. Akaanza kuchat akamjua, "Oi Mungu, aki nimeshika mzuri." Hapo ni kuangukia. Wanaongea. Finally wakaambiana na kwa sababu tumependana, kwa nini tupendanie tu online badala ya tukutane? Tutafutane sasa. Msichana kusikia ati tupatane. Akaenda akashukwa nywele. Ati kesho tutakutana hotel fulani. Wewe utakuja hapo, so msichana si akajipamba. Akavaa nguo zake. In fact hata nilisikia alinunua kiatu mpya yenye inakaa. Karibu aombe kwa rafiki zake zenye. So akaanza kuenda the following day ndio wakutane na mtu wake. Kila mtu anaona hapo, anaona sasa huyu ni nini. So si unajua amejipamba kabisa. Anaangaliwa na mtu anashindwa, sasa hii ni nini? Unaniangalia nini? Kilo kimoyo kwa sababu yeye anangojea nini? Ana mwenyewe. Akona mwenyewe. Anaona mtu anakuja, anapita, akimwangalia naye ako hivi tu. Si anangojea mzungu. Kulikuwa na mtu alikuwa amekaa pale. Lakini alikuwa ameangalia side hiyo. Akona kagepa. So msichana wakati alikuja msichana wakaanza tu kuchat bado. Ulifika? Nilifika. Umekaa wapi? Hapo tu I'm dressed like this, I'm dressed like this. So mjamaa pale anaona huyu ndiye msichana. Sasa hapo ni kumkimbilia na kiagi kikubwa. Akamwambia hata itisha chenye unaweza kuwa unakula ama unaku. Msichana ataonyesha mjamaa ati yeye ni wa ushago. Akaitisha kakuku kake na tips hapo na kinjuice hapo. Unaona ile juice inawekangwa sinjui ka umbrella kwa juice. Ni kama juice inanyeshewa. So akamwambia hata mimi niko njiani na kuja briefly I'll be there. Ule mjamaa akakuja majestically. Akaambia msichana,
Can I join you? Msichana akamuuliza, join who? Yeye si smart. Alikuwa smart lakini yeye alikuwa tu na goals. So akamwambia, you come and join who? What? I'm waiting for my fiance. Wait. Jamaa akakaa chini. I think you are msichana akamwambia, I think you are so mannerless. How can I tell you not to sit down and yet you are forcing yourself to sit? Men like you. I hate you. Maringo yote sasa akatoa. Jamaa akaweka nguo chini. Akatoa simu. Kuweka nguo chini. Alikuwa ni kama mtu alikuwa amepigwa. Ni kama mtu na malema. Ni kama mkora alikuwa ni kama in fact hata ati hapa alikuwa amekatwa panga. So kiora kinene kia murio. Msichana hata sasa ni kama kushtuka ni kama nini. Jamaa akamuuliza, you don't want me to join you? Akamwambia, see, I've told you I'm waiting for my fiance. Akamwambia, amtambui sasa kati ya my fiance. Akamwambia ngoja tu, akamtext, ikaingia hapo. Akaona ni yeye. Sababu msichana aone mwenye alikuwa na anajitokeza na ameacha wengine wakitamani akawatusi na akawapita. So alikuwa na shilingi hata moja na amekula kuku atasonga viazi. Mjamaa akasimama akamwambia, I've seen how arrogant you are. Ile tule maliponi kwako. Mjamaa akaenda. Msichana ako na kitu. Kule saa jamaa itokezee. Anataka kwenda, hajalipa, sijui. Viatu toa. Na kuku iko kwa chonga viazi. Mama. Alichonga viazi. Mtoto maskini wa whole night. Alichonga na viatu auze apate nauli ya kurudi kwao. Ukiona ati mtu ameweka kapicha hapo wanaweka picha isiyo yake, akachukua ya mwingine akaweka. Alisoma na yake. Pendo. Wewe inataka gavana. Inataka spindi gavana. Na tunacheka na hiyo ni mtoto wa mtu. Lakini unaona anajua na upendo. Lakini unaona sasa hata yeye ni arrogant. Afanye alikuwa anaanza huyu mtu. Yes, unajua. Si alikuwa akitarajia msungu. Nini shida yako ni gani? Kwani unakaa stress? Usiku kulala vizuri. Kwani ulichana? Yes, si sawa. Oh. Mgeni. Nimekuja. Karibu. Sasa mama walimu, najua wewe ndiye mkubwa wa hiki kundi. Ni mimi alende wao. Sasa niko na shida. Na shida yangu ni hii. Huyu bibi yangu. Shida gani sasa unaleta shida yako kwenu kwangu? Sio hivyo. Ni kwa sababu ile shida iko hivyo unasema ya kwetu imetokana na hii kikundi. Imetokana kwani sisi hatuko na shida. Wacha ni kwani hawa hana wewe unajua ile mambo umekuwa nayo kwa nyumba. Ni chama ya unajua tangu muanze kupata pesa, wakati hamkuwa mnapata pesa hiyo ilikuwa sawa. Lakini wakati mlianza kupata pesa, mnapatiana. Huyu bibi yangu ambaye alikuwa mzuri sasa amekuwa kitu kingine, amebadilika. Wacha, nimekushika wewe. Wewe ni wanaume wale, hutaki empowerment ya wanawake. Una feel threatened. Yes. Empowerment kukaliwa kwa kichwa na bibi yangu. Hata sisi tuko hiyo ndio empowerment. Hata kama bwana yangu alienda, hawa wako na wao. Ngoja niwaambie, na wewe unisikize vizuri. Sasa nimeona hii huwa unakuja kwa class, kwa darasa. Sio kukuandisha kwa kikundi. Kama ungenisikia tukiwa kwa nyumba, singekuja hapa. Sasa singemgoja huko kama anatupa masaa yetu. Sasa na mgoja wapi? Ni mara ngapi nimemwambia? Ni mara ngapi nimemwambia? Sasa hapa ndipo unafikiria nini?
Si atana akilewa anaongea. Wacha nikuulize. Sababu wewe ndiye ati umesema nini? Ati umesema nini? Unaniangusha nyumbani. Si unajua kabisa mimi sikunywi pombe? Wewe hujakunywa na nimesikia. Hebu sikizeni nyinyi wote. Mimi sina shida na nyinyi kama kikundi. Lakini huyu bibi yangu kama ni bibi yangu basi kama haja ngojeni baadhi basi Baba Jimmy sasa. Baba Jimmy sisi tunakaa pamoja kama stress free women group. Ndio hata sisi tujiondoe stress free Yes. Ndio mnatoa stress yenu mnaniletea ananiletea mnanipatia amaniletea. Mimi ni ya kwangu ni ya kwangu. Mimi ni kwa nini usisimame pia wewe kama mwanamume? Aha, hiyo ndio nataka niwe mwanaume kwa nyumba yangu. Utakuwa mwanaume kabisa. Kwa nani amehamisha kichwa? Tena kwani yeye sasa anataka kuwa mwanamume sasa? Kwani sasa yuko nini? Naona umefundishwa. Naona headmaster. Headmaster wenu amewafundisha vizuri. Hata usinitukane. Kusa chiaride waate matusi. Lakini sasa wewe hebu nikuulize, wewe unataka group? Wewe usifanye nitolewe kwa kikundi. Enda ungoje home. Na sasa ni group ama ni mimi? Unataka sote ama bwana? Sote tunataka majina. Na ima natapeleka mpaka kwa ofisi. Ofisi ya nini? Kwa sababu kikundi haiko supposed kuingia doa. Tumefanya nini? Tumefundishwa na Baba Jimmy. Hata nikumalizia tulikuwa tunamalizia. Please atakuja. Si anakuambia atakuja. Enda tu. Chiaride hakuna chama cha wanaume. Sasa wewe uko na wanaume wale mnaendaga nao. Uko na marafiki. Yeye anakuambianga uachane nao ati wanakuchange. Hamunipati. Hapana ndio nakuuliza. So genuinely tell me, do you have many friends? Na how many friends? Wewe wanakuambia venye utakaa? Hamunipati, sikiza. Ninasema shida sio hiyo. Shida ni vile yeye anataka mimi ndiye atanikalia kama hii stool, mimi niko pale chini. Wako na sindo wao. Waende wakatatue wao. Mama Jimmy. Sasa nataka kudanganya watu mimi nakukalia. Hata vile unaniongelesha sahihi. It is self explanatory. Mtamalizia kwa sababu unajua wewe hizo zangu unichukulie. Nitakuja nayo. Ni hiyo. Unaona wanaume kama hao? This is what I cannot deal with. The man cannot be a man enough. Akubali ati mimi natafuta. Kwani nikitafuta nitaenda kupikia watoto wa nani? Sini zake. Sini watoto wangu na huyu mama kuna wakati pia alinunua t-shirt na nini hata hii shati ni pipi yake alinunua. Hata nyumba ni yeye alijenga. Lakini huyu bwana anaonekana hata akona njaa. Sasa hata huyu mama tumwangalie vizuri. Unajua kuna upana na unono na nini mtu anajitafutia. Mama wenzangu, kulingana na venye tunakaanga na bwana zetu nyumbani, mnaona nyinyi wa mama na mtoto ni nani anakuanga na first priority kwa bwana zetu? Kunalingana. Kulingana kivipi? Ni lazima kuwe na number 1 na number 2. Kama wangu anakuja kwa sababu yangu. Sisi wote ni wake. Na nikwambie mimi wazee wengi sana nimesikia wakitoka Nairobi ama kwenye wako kazi. Hawasemangi naenda kuona bibi yangu. Wanasemanga naenda kuona watoto. Ukweli. Na nimekuja kugundua. Ni vile tu bibi huwa na madharau. Hapana. Kama siku hapo watoto wangetoka anakaa, hebu tuseme anakaa Nairobi. Mumekaa wiki moja, wiki mbili, hata mwezi, hata zaidi ya mwezi, hamuja patana. Madharau sasa inaingilia wapi? Nakwambia ni wabaya sana. Acha hivyo. Ndio unjue anakuja kwa sababu ya bibi. Anakuja saa 4 usiku. Tuseme Friday. Ama whatever. Anakuta nani? Anakuta bibi. Kesho asubuhi watoto hawako, hata hana hizo na watoto. Ameenda Mungetho. Ameenda Kungetha. Anakuja tesa. Kwa hivyo
hivyo anakuja kwa sababu ya nani? Kwa hivyo anakuja kwa sababu ya mwanamke, lakini hataki kusema. Lakini anajificha na watoto. Lakini nimegundua the first priority ya mzee ni mtoto. Na kama hakuna mtoto Kama kawaida inasemekana mboma yenye haina watoto hiyo sio mboma. Ambu atudhibitishie tujue kama ni bibi ama ni watoto. Sasa kuna mama mwingine mwenzetu. Sasa siku moja alienda kusafiri ili nikuje kugundua hii siri ya mtoto na baba. Sasa siku moja akajiandaa ili aende chama. Akaona badala ya kuacha mtoto na ni weekend ni vizuri ni atamani na mtoto kama kauti fulani niende chama alafu niende sokoni huko mtoto nikimnunulia tu vitu hivyo Sasa akandamana na mtoto wake. Oye, si mnajua kabisa mnakuanga na kipelepele sometimes. Sasa wakaingia kwa group. Sema sasa kipelepele. Sema sasa kuanguka na micheko huko. Si wakati unaandaa unaendelea na kuyoyoma unaisa. Sasa usiku unaingia. Chama ni ya saa 8. Walikuwa wameenda saa 8. Na ukumbuke wanaenda soko. Sasa walipoenda wakafanya mambo zao wakafurahiania huko wakamaliza wakaenda soko na mtoto sasa Lakini wote waliandamana pamoja. Wakasema hata mimi nilikuwa nikitaka kununua sukari. Huyu mwingine anataka kununua viazi. Mwingine kupeleka hao wengine. Kwa hivyo walitoka pamoja. Imagine yule msene au kuhusia kwa nini? Kwa chama. Waliandamana pamoja hadi sokoni. Kwenda sokoni. Badala ya kwenda kununua vitu, wanasimama hivi. Wanaanzia kula msene. Wanacheka. Kwani walikuwa na kipelepele yani. Unasemanga hivyo na tunasinda hapa tunachelewanga hapa na nguvu. Wacha hivyo. Tuko na masaa mawili hatujaanza. Bado ni kucheka. Sasa huyu hebu nikumalizie. Siku ya group ni ya group. Ni stress free. Sasa kuna wengine wako kama nyinyi. Na hii itatumbindi hii sasa. Tuwe waangalifu sana. Sasa huyu mama, si ndio? Huyu mama mwenzetu walipoenda sasa sokoni, walienda tu kule na mastori yao. Sasa imagine sasa wenye watoto wanakaanga na nikatoto ka mfurana, kijana kakaona ile ni machungwa. Gai kale nikatoto kakona baiskeli. Kale unaona sokoni ile nikikali kikumbwa. Sasa amechoka mmemchokeza kwa chama. Mnaongea mambo zenu. Mmemchokeza kwa nini? Kwa tao. Sasa unaona ameboeka. Sasa hapo walikuwa wakipatiana story. Akaenda kuangalia magari na huko. Imagine sasa huyu yenye story imeshika vizuri, iko na utamu haya. Sasa akili zote za mama ziko hapa kwa nguru. Alisahau ako na mtoto. Huyo mtoto sasa badala amshike mkono mwakae. Imagine aliachana na mtoto. Mtoto akaenda sasa kutazama magari na huko. Alipoenda akaona pale pako na kikali kingine kiko na kichwa imekaa hivi. Akaona hivi vizuri akaenda kule. Finally mtoto huyu akapotea. Alipotea na akaanzia sasa safari ya kutafuta mamake ako wapi? Njia wako ni wapi? Na ukumbuke saa inaisha. Sasa inaingia. Huyu mama sasa wakati sasa aliona sasa usiku umeanza kuingia, akaanza sasa kutafuta mtoto. Imagine alikuwa akimtafuta hadi kwa nini? Kwa bagi. Akatafuta mtoto, sasa wenzake wakamwambia sasa unajua saa imeenda. Mimi siwezi kuchelewa. Mimi hebu utafuta mtoto tu, hebu nikimbieni. Wakamwacha. Ataachwa. Sasa wamemtafuta amekosa. Sasa utachelewa hapo tu. Sasa huyu mama akaachwa. Hebu atafute. Wanakimbia na huku. Umeona katoto kamevalia hivi. Umeona katoto kamevalia hivi. Sasa ni peke yake. Sasa amesumbuka. Toroka juu ya msheneti. Na hebu niwaelezee. Sasa hii mambo juu imetendekea kwa chama, kwa soko. Unafikiria ataambia bwanake? Si bwana kama ni wewe ungeniambia bwanako.
Ati mtoto amepotelea soko. Sasa ni aweke bidii atafute mtoto. Imagine kale katoto sasa kalisika njia ya kuenda kakajua sasa kwetu sio na huku chini kwetu ni pande ya juu. Kaanza akafuata direction ya kwao. Direction ya. Lakini kalikosa njia kwao kakapanda kabisa. Sasa usiku unaingia. Kameanzia kukugulia. Kakakutana na bwana mwingine akauliza, we mtoto kwa nini unalia? Mamangu amepotea. Akaulizwa amekupoteza wapi? Unajua simu yake? Najua ya ndandi. Hebu nimwambie. Huyo mtoto akaambiwa, hebu nipe namba hiyo ya ndandi. Huyo mwanaume akaweka namba ya ndandi. Sasa akapiga, halo, ni wewe unaitwa vipi? Nimeambiwa ni mtoto wako anaitwa nani hivi? Walikuwa na mamu amepotea. Na saa hii tunaongea na wewe, ako mbali. Sasa ako kilomita peke yake kwa barabara. Peke yake kwa barabara. Hebu imagine sasa venye mzee amekaa. Sasa akamuuliza, sasa kana huyo mtoto nipenda kika dogo, nichukue pikipiki nikunje. Mzee alikuwa mbali. Sasa huyu mzee akupigia mke wake. Wewe sina huko ukizunguka ukitafuta mtoto. Nimekujua. Sasa akaendea mtoto wake na akashukuru huyo mzee na akaenda na mtoto nyumbani akampikia na akakula. Sasa saa 2 imefika ya usiku. Mama anaendelea na kutafuta mtoto. Sasa anasema ataenda nyumbani kuambia anasema nini bila mtoto. Saa 3 fika saa 5. Sasa akaamua kuenda. Sasa kimeumana. Na yule mtoto alipikiwa na babake akakula na akalala. Sasa akakuuliza, akauliza wewe ulikuwa wapi? Akasema kwa soko. Sasa hiyo anatetemeka kwa soko. Wapi mtoto? Mlienda na mtoto? Wapi mtoto? Imagine hata kujibu yani iko shinda hata kujibu juu ya vile anatetemeka. Wewe ongea, kwani mtoto wako wapi? Mtoto tulienda naye akapotea. Na ulikuwa wapi mtoto akipotea? Hebu niwaambieni. Sema kuchapo sasa. Kichapo cha mbwa. Sema mtoto. Nikuuliza? Yes. Kukanyango kama umbwa. Si nikusema akokea less. Hata hebu nikwambie. Huyo mama alikuwa wa kanisa sana. Na imagine sasa hata yenye ataambiwa ndio utaitikia. Uliacha mtoto nje ukaenda lonji. Ni ukweli. Alikuwa akisema na nimesema sorry. Anakubali makosa sio. Ndio kila kitu akiulizwa na nimesema sorry. Sasa huyo bwana alimkanyaga na akamtuma kwao. Sasa alienda akakaa kwao usiku yote na mchana. Sasa akaambiwa kesho ukikuja ukunja na wazazi wenu wako. Sasa hata wazazi hawatawaambia je na kunoti mtoto wako huko. Sasa wazazi wakunje wajue mtoto kwenye alipotelea. Sasa wakikunja ndio anakuta mtoto anacheza hapo nje. Akaambiwa ketini. Sasa imagine. Sasa wazee wa kijiji waito, wamama wa kijiji waito na ni nonsense. Chama ikafika hapo. Sasa ikafika hapo. Unaitiwa watu yao. Chama haitaendelea. Lakini yetu itaendelea. Itaendelea lakini muwe wachache sana. Nakubaliana na wewe mbamba wanakuja kwa sababu ya watoto kweli. Kwa nini hakumsamehe na venye alikuwa anamulilia na alipata mtoto? Hakumai hata huyo mzee hakumai bibi ako town hajakuja alikuwa tu nasikia hivyo na anakaa hivyo tu amungoje ukande ngwetereire uyo kirereria eyo rwanelayo ego baba nanye motema be umesikia kwa mama Karibu ilitendeka. Na nini? Wewe, kuna vitu tutatoa kwa nyumba. Kama ama tujue ni nini. Karibu, si unaona kako na miaka 5 hivi. Mama yao aliona kakiongea na Dori. Ai, kwa Kwani Dori sinaongea? Ate na nilisikia story kama hiyo nikasikia ati ni mzaha. So hiyo story ilikuwa nasema ati kuna kaka Karithi kale kadogo kalikuwa kanapenda katuni sana. Na kila wakati
kalikuwa kana kaa na remote. Akakuwa kanataka mtu afanye nini na achukue hiyo remote. Lakini karibu vita itoke kwa nyumba. Wacha hivyo. Na hiyo tu ni kawaida. Si watoto wanataka cartoon. But nilisikia hizo cartoon zinaingia kwa akili ya tutoto zingine. Kuna zingine mzuri, kuna zingine demonic. So tutoto tunaenda tukikua converted na unafikiri kana kakona cartoon na kuna kile kitu kinaingia kwa kuna tuni satanic. Yes. What? So haka kijana kalikuwa kana watch nyingine. So huko kwao kulikuwa kumejaa nini? Tudoli. So kuweka juu. Kwa viti sijui nini. Ikafika mahali wazazi wanaona huyu mtoto hataki katuni tena. Kumbe akasindwa ni kwa nini? Ukasindwa ni kwa nini? Kumbe kaliacha kuona cartoon. Sasa hizi doli zinakaongelesha kama penye cartoon zilikuwa zinakaongelea. Doli zinakuwa hai. Na kwa pia ati zilikuwa zinaongea na kenyewe. So akanaona hata hawa wako hapa na waona wale wako kwa TV au drama. Toko na hawao. Tukitoka hapa na choma zangu zote. So wazazi waka note mtoto hataki TV tena. So every time kanaongea na wao. Siku moja mama yake akasikia kanaongea kakiwa kwa TV kwa table peke yako. Akiingia akakuta hakuna mtu. So akakuuliza mnaongea na nani? Ati mama yake si akaenda tena. Akarudi tena. Akakuta ako kijana kanaongea na hiyo kidoli kubwa kana iambia mambo na si kama anaelewa huyo mama. Wanaongea so akaona huyu si kucheza anacheza hii kitu ako serious na huyu na venye anaongea na hizo vitu. So akapeleka kwa hospitali akasema anaona ni kama kako na wazimu anaongea na ndoli na yeye haoni ikiongea. Huyo daktari akamwambia hebu nikutume mahali uende mkaongea na huyo mtu kwa counseling. Hapana, akamwambia hii namba nakupatia ni ya pasta fulani, uende umwambie venye unasema. Akaenda akaambia pasta venye mtoto wanaongea na wameandamana na mtoto sasa. Wanaongea na doli. Akamwambia huyu mtoto aliingiwa sana na hiyo mambo demonic na sasa akolende ndani ya hizo vitu. So ndio alikuwa anamwambia hizi tukatuni. So wakakuja na huyo pasta kwa nini? Kwa nyumba. Akaanza kukemea hizo madoli. Kusikemea. Zingine zilikuwa zinaruka. Zingine akikemea zikikemewa ati mapepo zinaruka juu. Kama zile nguruwe zilitorokea kwa mto. Nakwambia akizikemea zilikuwa zinaruka tumeweka mingi kwa nyumba. Nakwambia alichukua zote akamwagia ile mafuta yake akachoma yote. Kwa hivyo ni sisi kama wazazi tunafanya nini? Tumeweka kwa nyumba. Tusichukue tu vitu for the sake of it na natuele. Si kufurahisha tu watoto. Unavidi naenda sokoni nikikuta ndoli mzuri. Kwanza kwako na venye naonanga zikiwa nyingi. Unjui hizo zinakaa hizo na choma jioni hizo. Unakuta sikiwa kwa mesa sikinanzi.